naomba unisikilize kwa makini, tena tega sikio kwa makini, unisikilize. Ndoa yangu inalegalega sana. Na huwa nimejaribu kuchunguza kwamba nini kinasababisha mpaka ndoa yangu inalegalega. Nikaja kugundua kuwa wewe ni mmoja ambaye unasababisha ndoa yangu inalegalega. Mbona sikuelewi shemeji unaongelea nini? Utanielewa tu. Maila. Kuanzia leo sitaki nikuone nyumbani kwangu. Sitaki nikuone una mawasiliano na mke wangu. Sitaki nikuone una ukaribu na mke wangu. Nampenda sana mke wangu. Na wewe unalijua hilo. So yote niliyokuelekeza wanatakiwa kuyatendea kazi. Na hiyo sitakuwa umenielewa. Inarudi nipo nyumbani. Nitakucheka kesho asubuhi. Najua nataka kuzungumzia kuhusu uwanja. Nishaukagua kwa na hizi kesho tutachezea tu fresh. Kuhusu socks usijali. Tutaipitia kesho dukani pale. Nani? Ulikuwa cha msaidizi. Usiku. Kawaida tu. Bro. Vipi bro? Safi. Vipi? Mbona ghafla? Afu bila taarifa. Ghafla mimi au wewe? Mimi hapa leo na siku ya 3 unajua. Siku ya 3? Yeah. Siku ya 3 uko mundani afu mimi sikuoni. Serious bro. Sasa nini hiyo? Simuliza shemeji yako. Mimi hapa na siku ya 3. Na hivi leo tu nilikuwa nafikiria kwamba kama siku itapita free nikupigie simu kwa sababu nilikuwa na maongezo ya muhimu sana. Umeona? Na nijaribu kumlia shemeji yako akaniambia kwamba kuna harakati nyingi. Kwa ndo maana kipengele kuonana. Ila mimi na siku ya 3 toka nimefika. Ni sawa, lakini labda ni vile ambavyo niko busy sana. Unajua muda mwingine narudi sana usiku. Kwa natoka asubuhi narudi usiku. Ni vile leo nimechelewa. Alafu mimi si kama nikirudi ndo tuweze kuongea kwa sababu nawahi sasa hivi natoka. Nikirudi tuweze kuongea. Zingatia ni muhimu sana kwa sababu na maongezi na wewe ya muhimu sana. Kwa hiyo zingatia muda. Sawa, haina shida. Puzie hilo. Yaani amini kwamba ni muhimu, sawa? Sawa. Haina shida basi. Mimi acha niwahi basi afu nikisharudi by saa 2 hivi naweza tukakaa chini tukaongea. Basi poa. Mimi ngoja kuna kitu nataka nichukue chumbani kwako mara moja huko. Usijali, unaweza kuniagiza nikaenda kuchukulia kwa sababu nimetoka kufanya usafi. Nimeweka vitu ovyo. Tofauti na vile ambavyo nilikuwa nimeweka mwanzo kwa sababu asilimia vitu vingi nimevihamisha. Kwa usijali, unaweza ukaniagiza mimi nikaenda kufuatilia. Amna, hicho kitu mimi najua nipo kiweka. Kwa hiyo wewe ndio safari yako mimi nakuchukua. Nisikilize bro. Mimi si nzuri ungeweza kuniagiza mimi nikaenda kufuata. Sio sababu yote wewe kuingia chumbani ukaenda kunini kwa sababu hiki ni chumba ambacho nimeweka vitu vibaya. Na nimetoka kufanya usafi. Kwa nini hicho kitu unakijua?
Au nimekuuliza kwamba kuna kitu gani nimeweka chumbani? Mimi ndio najua hicho kitu nilipokiweka. Kwa sababu nyumba si ya kwangu. Kwa mimi naelewa. Kwa hiyo niache wewe na safari zangu. Ngoja kaka nisikilize basi. Huwezi kuona hicho kitu ambacho ulipoweka. Kwa sababu mimi nimetoka kufanya usafi kaka. Hiki chumba changu sasa hivi. Siwezi kuruhusu mtu yote aweze kuingia. Na hiyo vitu mimi nimehamisha nimefanya usafi leo. Kwa sababu yote wewe kuingia chumbani kwangu wakati mimi mwenyewe nipo. Before. Umeanza lini tabia kunizoea mimi kuingia chumbani? Umenizoea sana sio? Nimekuambia hicho kitu mimi ndio ninachokijua. Simeelewa? Uende na safari zako, acha mimi nikachukue hicho kitu. Sasa mimi siwezi kuruhusu uingie chumbani. Kwa sababu chumbani hiki chumba mimi cha kwangu. Sikilize kaka. Sawa. Hiki chumba ni cha kwangu mimi. Before. Shenzi wewe. Wewe kunizoea ndani kwangu wewe. Mume wangu. Simu naita. Mama amepiga muda mrefu sana. Ni vyema ungenisikiliza kwanza. Halo mama. Wangu. Hivi kwa nini kinaendelea humu ndani? Kwa sababu kuna muda nimekutana na P4 hapa mlangoni hapa. Nilikuwa naongea naye hapa. Na baada ya kuongea naye nikamwomba kwamba nataka niingie chumbani kwako na kitu nikakifuata. Lakini ashangaa amenikatalia. Tujaribu kulumbarumbana hapo. Ikabidi mimi ni force. Umeona? Ndio nilikuwa na force, nilikuwa naingia, ndio muda ule ananiletea simu kwa mama anapiga. Yaani nilikuwa nataka niingie chumbani. Sasa sielewi kwa nini ananikatalia kuingia chumbani kwake. Kwani kuna shida gani humu ndani? Labda atakuwa shaka mshangazi humu ndani. Mshangazi? Yaani mama mdogo wangu siku hizi anatembea na mshangazi. Samahani mume wangu. Simu yangu hiyo ina tatizo. Nilikuwa naomba uniangalizie, labda wewe unaweza kugundua tatizo kwa sababu mimi inanisumbua sana. Sikiza kwanza mke wangu. Unajua wewe umeongea kitu ambacho hujaelewa. Yaani unapoongelea mshangazi unamaanisha nini? Mimi sijakuelewa. Mume wangu, hivi P4 mpaka sasa hivi bado unamchukulia ni mtoto mdogo tu? Sikiliza, yule ameshakuwa mtu mzima. Anajielewa, anajua anachokifanya. Na isitoshe humu ndani ukinunua vyakula ni unanunua kweli, watu tunakula tunashiba. Sasa hayo mambo mengine muachana nayo. Sawa, lakini sasa unajua kwa namna amenicrash juu sana. Alafu sasa na wewe unavyoniambia kuhusu mshangazi, na maana kuna kitu ambacho wewe unakijua, labda unanificha na wewe. Kwa sababu umetangulia kusema kwamba huenda kuna mshangazi. Kwa hiyo inaonekana mdogo wangu ndani anaita mshangazi ndani. Mimi sijaongea hivyo. Mimi sijasema hivyo. Nimesema tu P4 ni mtu mzima, labda kuna vitu vyake yeye ameweka mle ndani. Hautaki wewe uvione. Labda na siri zake, mimi nitajuaje? Mimi sijaongea hivyo mume wangu. Kikweli yani kani disappoint sana. Kwa sababu gani? Yani kani crash na juu kwa juu yani. Kwa hiyo na pia sasa hivi natoka ndani, labda niingize chumbani kwake na kuta mlango kashafunga afu kashaondoka. Kwa hiyo kuna namna, kuna kitu ananificha. Na pia kama mtu wangu na kitu ananificha, utakuwa unakosea sana. Utakiwa kunificha. Kama kuna vitu vinaendelea huko ndani utakuwa kunificha kwa sababu P4 sijamzoea hivyo ndugu wangu. Umeona? Lakini anyway, poa. Samahani mume wangu. Wewe nenda ndani ukapumzike. Ila usisahau nenda na simu yangu hiyo unirekebishie huko ndani. Mimi niache kwanza nioshe vyombo nimalize ili niende nikanunue mboga tupike tu. Kwani wewe usikii njaa? Basa, wewe ndio kwa sababu mimi niko ndani.
Amaira, leo ni siku ya 3 au ya 4 sijakuona nyumbani kwangu. Kwani una tatizo? Sina shida yoyote Sheila, ni ubize tu. Mambo mengi mpaka ifikia hatua ya wewe kutokuja nyumbani kwangu. Wakati ulikuwa na mambo mengi, wakati ule unafanya biashara mjini. Ulikuwa unakuja mpaka jioni, yaani hadi saa 1 usiku wewe unakuja. Lakini sasa hivi imekuwa sio. Shida gani? Hata hujanikosea, ni ubize tu, kazi nyingi. Unajua, kazi za nyumbani ni nyingi mno ndugu yangu. Sio hata nikwambie nini ndugu yangu. Sheila, kuna mambo mengi napitia basi. Hivi Sheila, kuna kitu hata kimoja nilishawahi kukosea? Hapana. Nilishawahi kushauri vibaya kuhusu ndoa yako? Hapana, na kwa nini unaniuliza hivyo? Juzi jioni nilitoka sokoni, nilikutana na mume wako. Alinikaripia, alinipa onyo kali kuhusu wewe na mimi. Nimeambia nisiwe na mazoea kabisa na wewe, wala nisikanyage pale kwako. Ndio maana niko busy. Naogopa hata kukanyaga pale kwako. Yaani kanipa onyo. Unajua maana onyo? Onyo kali, nisiwe na mazoea na wewe. Anasema ndoa yake inatetereka. Yaani kanipa onyo. Unajua maana onyo? Onyo kali, nisiwe na mazoea na wewe. Anasema ndoa yake inatetereka. Naona nakushauri vibaya kwenye ndoa. Na chanzo cha kutetereka kwenye ndoa yake ni mimi, anahisi nakushauri wewe vibaya. Kweli hili tatizo. Lakini Amaira, wewe hilo niachie mimi kwa sababu yule mwanamume wangu ni muelewa sana. Mimi nitazungumza naye. Na alifanya hivyo labda kutokana na siku ile alivyotukuta pale. Na hata hivyo ajue rafiki wangu mimi na yeye. Lakini wewe sio rafiki mbaya kwangu. Huenda alifanya hivyo akihisi kwamba ni rafiki mbaya kwa sababu ndoa nyingi sasa hivi zinavunjwa na marafiki. Ila usijali, mimi nitazungumza naye na nitamuelewesha kila kitu. Na imani atanielewa na kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo naomba unisamee mimi, umsamee na mume wangu pia. Naweza kusema naweza kuwasamee, lakini sasa hivi naogopa hata kusimama na wewe. Kwa kutokana na lile onyo alionionya, nisiwe na mazoea kabisa na wewe. Yaani hata nikikaa na wewe hivi naogopa. Maana hii njia pendwa sana ya mume wako. Yaani hata kukaa na wewe hivi naona kama atapita hapa, itakuwa mzozo tena. Sitaki kuvunja ndoa ya kwenu. Usiwe na wasi Amaira. Mume wangu saizi ameenda huko. Maana anasema amemisi sana kutembea mtaani. Kwa hiyo ameenda, kuna imani atakuwa amepita mpirani huko. Kwa hiyo kuja kwake ni usiku. Kwa hiyo kupita hapa saizi hilo haliwezekani. Wewe kuwa na amani tu moyoni mwako. Sawa, kama mtazungumza itakuwa jambo la heri. Basi acha mimi nikuache ili uendelee na majukumu yako. Tutawasiliana wakati mwingine. Haya, asante. Before. Yaani unapita na maana hujaniona hapa. Afa sababu nilikwambia nini? Nilikwambia kwamba na maongezi na wewe. Afa mpaka sasa umejichelewesha. Ndio rudi muda huu. Na mimi nimekaa hapa na kusubiria wewe ujue. Hebu fanye tuongee kwanza. Before. Wewe mshenzi wewe. Sinakuita. Sinakuita before. Hivi una akili kweli wewe? Yaani mimi nimekaa muda mrefu na kusubiria hapa. Afuna ni bodazi, si ndivyo? Yaani wewe una akili sana. Mume wangu. Si before. Mimi nitakaa subiri mwambie wangu mimi na shida naye. Na maongezi naye tena muhimu sana. Na nikaambiaje kwenye mizunguko yako nenda wahi kurudi. Lakini anakuja sasa kwa kuchelewa, anafika pale namuita, ananiangalia sana binulia midomo. Yeye kamchukuliaje mimi kwanza? Aijua mimi nikakake tena ananibinulia midomo. Wewe before, nisikilize mdogo wangu. Mume wangu. Wewe kama unizoea wewe. Mume wangu. Wewe before ndo before nayemjua mimi. Kwa hiyo punguza pressure. Shusha jazba.
kwa sababu hivi unavyoendelea kuongea unajichosha. Naomba tu ndani ukapumzike, yote yatamalizika kesho. Nisikilize mke wangu, unajua P4 anaonyesha dharau. Yaani kuna namna sasa naanza kumuelewa. Umeelewa? Kwa sababu mimi nimekaa hapa nimeshinda kwenda kulala na msubiria yeye. Nikiamini kwamba atakuja tuje tuongee kama nilivyomwambia. Lakini anakuja hapa na kwanza advertise katoka kule, ameneo nimekaa hapa, anakuwa anapita. Kwanza kumuita asingesimama. Mume wangu, sasa muda umeshaenda. Unavyozidi kuongea hivi majirani wanakerekwa. Wakerekwa tu mke wangu bwana. Anazingua sana. Nakuomba mume wangu. Nisikilize mdogo wangu P4. Yaani leo ananisikiliza kwa chumbani. Oa, mimi sitaki dharau. Kwa sababu mimi si ya kuzoea hiyo P4. Sasa hicho kitu ambacho unakianzisha nitakuonyesha kama mimi ni nani. Mjinga mmoja wewe.